Leo ni siku ya pili ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2026. Bado ni mapema kabisa, mwaka ndio kwanza unaanza. Huu mwezi wa kwanza wote unatosha sana kuendelea kupangilia namna utakavyofanya mambo yako ndani ya huu mwaka, kuanzia jana tarehe 1 ya jana, leo tarehe 2 mpaka kufikia tarehe 30 ya huu mwezi wa kwanza. Huu muda wote unaruhusu kabisa wewe kupanga mipango yako, na unatosha wewe kupanga mipango yako, kuikagua na kuielewa, kuangalia mwaka jana ulifeli wapi, kitu gani ambacho kilikukwamisha, na kujaribu kuangalia mwaka huu utafanya marekebisho gani ili kisikukwamishe tena kama mwaka jana. Kuangalia kila kitu ambacho kilikufelisha mwaka jana, namna gani kilikufelisha, na namna gani mwaka huu unajipanga vizuri kuhakikisha kikufelishi tena. Ni muda mzuri wa kukagua mambo yako na kuangalia, je, wapi umekwama, wapi uboreshe, wapi ulifeli. Alafu vile vile pia unatakiwa uongeze njia mpya. Kama utagundua kuna mpango fulani ambao ulifeli mwaka jana, kagua, je, nini kilikufelisha. Ukifanikiwa kukijua kilichokufelisha, badilisha. Inawezekana pengine labda mazingira uliokuwa unafanyia kazi yalikuwa sio mazingira sahihi kwa kazi unayofanya, badilisha mazingira. Inaweza ikawa pengine labda hiyo kazi yenyewe pia ilikuwa ni kazi ambayo ikufanya haina kipato kizuri, badilisha kazi. Inaweza ikawa biashara ambayo ulikuwa unafanya sio rafiki na mazingira ulikuwa unafanyia, kwa hiyo unaweza ukabadilisha mazingira. Au kama tatizo sio mazingira, ni aina ya biashara, basi badilisha biashara yenyewe. Hakikisha unabadilisha kila kitu ambacho kilisababisha ukafeli mwaka jana, kwa sababu ukifanya kwa namna ile ile uliofanya mwaka jana, manake kila namna ulivyofeli mwaka jana, kama utafanya mambo yako yote kwa namna ile ile, basi ujue hata na mwaka huu pia utafeli pia, kwa sababu huwezi kufanikiwa kwenye kitu ambacho kilisha kufelisha mwaka jana na mwaka huu ukawa unakifanya tena kwa namna ile ile ukapata matokeo tofauti. Ni ngumu. Huwezi kupata matokeo tofauti kwenye kitu ambacho ulikuwa unakifanya kwa kawaida na hujabadilisha, bado unafanya kwa namna ile ile, hautaweza kupata matokeo tofauti. Kwa hiyo aidha ubadilishe namna ya utendaji uliokuwa unatenda mwaka jana, au ubadilishe namna ya kufikiri na kupanga mipango, au ubadilishe mazingira uliokuwa unafanyia kazi, ubadilishe aina ya biashara, aidha ubadilishe aina ya zao uliokuwa unalima. Kama wewe ni mkulima, badilisha, yani kagua kwa kila hali, kwa namna yote ile. Kama wewe ni mfanyabiashara wa nguo, angalia, je, fashion zipi labda zinapendwa zaidi kwa kipindi hiki, chukua hizo. Kama ni wewe ni mkulima, angalia pia zao gani ambalo liko sokoni vizuri, liko sokoni na linapendwa, chagua mbegu nzuri, panga utaratibu mzuri wa madawa ili ulime kwa ufanisi, matokeo yawe mazuri tofauti na yale ambayo yalikufelisha mwaka jana, kwa sababu huwezi kufanikiwa kwa kitu ambacho ulikuwa unakifanya namna ile ile. Yani njia iliyokufelisha mwaka jana haiwezi kufanikishia mwaka huu, pia itakufelisha vile vile, kwa sababu kila kitu utakuwa unafanya marudio ya kile ambacho ulikuwa unakifanya, ya kile ambacho umeshakifanya. Kwa hiyo lazima ufanye mabadiliko kama unataka matokeo tofauti. Kuna baadhi ya tabia ndogo ndogo inabidi uzibadilishe. Kama tabia ya uvivu, badilisha. Nishaongelea kwenye video zangu za siku za nyuma, lakini narudia tu kama kufanya muhtasari wa mambo ambayo nilikushazungumza, ili kama wewe unanisikiliza kwa mara ya kwanza uweze kujua siku za nyuma niliongelea mambo gani. Niliongelea pia masuala ya uvivu. Uvivu nao pia ni jambo ambalo linatufelisha sana. Kupenda kupumzika kabla hujachoka, hii ndio tafsiri nyepesi ya uvivu. Uvivu ni tabia ya kupenda kupumzika wakati bado hujachoka. Sasa hiyo ni tabia mbaya ambayo pia inabidi uiache. Alafu tabia ya kutafuta sababu, visingizio vingi, acha. Tabia ya kuwalaumu wengine juu ya kufeli kwako, acha. Watu hawawezi kuzungumzia kama wewe hujawapa nafasi. Watu hawawezi kukufelisha kama wewe hujawapa nafasi. Kile wanachokijua kuhusu wewe ni kile ambacho wewe uliamua wao wajue, kwa sababu
mtu hawezi kujua jambo lako wewe kama wewe hujaamua kumwambia. Kwa hiyo kile kitu ambacho wanakijua kuhusu wewe ni kile ambacho wewe uliruhusu wakijue. Sasa hauwezi kulaumu sana kwa wao ndio walikufelisha, bali wewe mwenyewe pia umechangia kwa kiasi kubwa kujifelisha, kwa sababu kama ungebaki nacho, kwani nani angejua? Singejua. Hata biashara yako unayofanya kama ungekuwa huizungumzii sana, watu wasingejua, na watu hawawezi kushambulia kitu wasichokijua. Kwa hiyo watu kujua sana na kwenye kunasababisha pia mashambulizi kuwa makubwa, kwa sababu hakuna mtu anayependa wewe umzidi akafurahi. Wachache sana ambao wanaweza kufurahi wewe kufanikiwa na kumzidi yeye kipato. Kwa hiyo angalia vitu kama hivyo pia vinakuwa ni sababu ya kufelisha. Weka siri ya mipango yako. Eleza tu pale inapohitajika na kwa kiwango kidogo tu, tena kwa mtu ambaye unaona labda anatakiwa kuhusika katika kufanikishia huo mpango wako, lakini vinginevyo hakuna sababu ya kuelezea, hakuna sababu ya kuonesha mambo yako, hakuna sababu ya kuonesha maendeleo yako, kwa sababu vitu wewe ulitafuta kwa faida yako wewe binafsi, au kutafuta kwa sababu ya watu wengine wakuone kwamba wewe ni mtu bora sana au ni mtu wa namna gani. Wewe ulitafuta kwa sababu kwa manufaa yako binafsi na familia yako labda. Kwa hiyo mafanikio yako au maendeleo yako ni vitu ambavyo vinakuhusu wewe na vina ubora kwako wewe. Kwa hiyo si lazima mpaka kuwatangazia watu, na usipende sana kuposti kwenye mitandao ya kijamii mafanikio yako. Unaposti familia yako, mke wako, unaposti watoto, unaposti chakula, ukila chakula kizuri unaposti, nyumba yako unayoishi nzuri unaiposti, gari unaposti. Sio kitu kizuri hicho. Usipende sana kuonesha vitu vyako. Watu hawawezi kushambulia kitu wasichokijua. Watu hawawezi kushambulia kitu wasichokijua. Huu ni usemi ambao uko wazi kabisa. Watu hawawezi kushambulia kitu wasichokijua. Watu wanashambulia kile wanachokijua. People they don't attack what they don't know. Hawezi kushambulia kitu wasichokijua. Kwa hiyo ndugu yangu, ficha mambo yako, panga mipango yako vizuri, utafanikiwa. Na kutakia kila laheri, na huu mwaka mpya uwe mwaka mzuri kwako, na uanze nao vizuri, na hatimaye umalize vizuri, ufanikishe yale yote ambayo umekusudia. Kama maneno haya yamekugusa, maana yake yamekubadilisha. Na subiri kukuona ukiwa kwenye nafasi nzuri zaidi kwenye maisha yako, ili uwe mfano bora kwako mwenyewe, kwa familia yako, kwa jamii yako, na kwa nchi nzima kiujumla na dunia. Asante sana.